Haleluya. Basi ninalo somo ambalo pia na mimi natakiwa nilisome, alafu ndipo baada ya hapo tuweze kuendelea na ujumbe wa neno la Bwana. Funua Isaya sura ile ya 52 na mstari wa 13. Kitabu cha Isaya sura ile ya 52 na mstari ule wa 13. Nitasoma mpaka sura ile ya 53 mstari ule wa kwanza hadi wa 53. Kwa hiyo niombe tutulie, ni ibada ya Ijumaa Kuu. Mwambie jirani yako usinisemeshe. Nitasoma kwa msaada wa Bwana ile Isaya sura 52 na mstari wa 13. Tazama, mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana, kama vile wengi walivyo kustaajabia. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Ndivyo atakavyowasitusha mataifa mengi, wafalme watamfumbia vinywa vyao. Maana mambo wasioambiwa watayaona, na mambo wasioyasikia watayafahamu. Sura ya 53 mstari wa kwanza. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mololo, na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamanzavyo mbele ya wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake kwa kuonewa na kuhukumiwa. Aliondolewa na maisha yake, ni nani atakayeisimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake, lakini Bwana aliridhika kumchubua. Amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu na nafsi yake, na kuridhika kwa maarifa yake. Mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atawagawanya nyara pamoja na walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa,
akahesabiwa pamoja na hao wakosao, walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Na hili ndilo neno la Bwana. Wote tuseme tumshukuru Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamefuatilia maneno hayo? Wanyoshe mkono namna hii. Haleluya. Sasa ndugu zangu, leo tupo kwa ajili ya kumtazama Yesu pale msalabani, akipigwa, akisulubiwa, akiteseka kwa ajili yangu mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kwanza mchapie Yesu makofi na vigelegele. Hiyo sio jambo la kawaida. Hiyo sio jambo la kawaida. Mtu kufa kwa ajili ya mtu mwingine sio jambo la kawaida. Lakini pia umesikia katika maandiko, wale waliompiga, wale waliomtukana aliwaombea. Si sawa? Aliwasamehe na akafanyaje? Akawaombea. Sasa mshimgeukie jirani yako, mwambie, wewe wale maadui zako huwa unawaombea? Watu wamemsulubisha. Unajua, kumbuka, Yesu aliwaponya watu wengi. Watu wengi aliwaponya. Vipofu walitembea kwa jina lake. Viwete walipona. Watu mbalimbali walifunguliwa maisha yao. Lakini siku ile anasulubiwa, wanasema asulubiwe, alijifanya. Wakasahau kwamba alifanyaje? Aliwaponya. Wakasahau kwamba aliwalisha mikate 5 na samaki wangapi? 2. Wakasahau, wakasema asulubiwe. Lakini yeye hakujali, akaishia kuwasamehe na kufanyaje? Na kuwaombea. Hebu mchapie Yesu makofi na vigelegele. Sio jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sio jambo la kawaida. Mwambie jirani yako, sio jambo la kawaida. Maana mimi nimejaribu kufuatilia hapo, wakati mkiwa mnakula chakula, mtu tu yule mgawaji akisahau akaweka chakula kingi kwenye sahani la jirani yako, unakuta mpaka mtu anachanganyikiwa, anasahau kama vile yuko kwenye mkutano. Angalia yeye wamemuongezea, angalia yeye. Mtu mpaka nakasirika, anasahau kama yuko kwenye nini? Kwenye mkutano. Lakini Yesu hakutoka kwenye barabara yake, hakutoka kwenye points, aliendelea kusonga mbele. Pamoja na matusi yao, pamoja na mashutumu yao, hakuyaangalia, aliangalia kusudi alilokusudiwa na Mungu. Hebu mchapie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikwambie kitu kimoja. Kila mtu anayeishi hapa duniani ana kusudi lake. Kuna kusudi ambalo Mungu amelikusudia ndani ya kila mtu. Asubuhi wakati wa ibada ya maombi niliwaambia, kule mbinguni Mungu kuna makabati mengi sana ya watu, na kuna ramani kwamba huyu mtu atazaliwa kupitia fulani na fulani wataoana, halafu huyu atazaliwa kwao, na atakapozaliwa atakuwa dokta kule, atasomea shule fulani, atafanyaje, na baadaye ataendelea, na baadaye atamaliza shule za sekondari na vyuo, na ataajiriwa au atajiajiri, atafanya kazi na watu wengi watamtegemea. Hiyo ni ramani ya kila mtu. Mgeukie jirani yako, mwambie, na wewe kuna ramani yako. Ninapowatazama hapa, ninaona kuna ramani za madokta, naona kuna ramani za walimu, kuna maprofessional, kuna maprofesa, kuna nini. Hebu mchapie Yesu makofi na vigeregere. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikwambie kitu kimoja. Hakuna aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Kila mtu alizaliwa kwa bahati nzuri. Mgeukie jirani yako, mwambie, wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Mwambie, wewe ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja anaweza wakati mwingine, mimi nilizungumza na mtu mmoja, kijana mmoja nilizungumza naye pale Kasulu. Akaniambia, nilikutana naye wakati niko kwenye mizunguko yangu. Nikamwambia, kijana vipi, mbona uko hapa? Akasema, mchungaji, yani mimi hapa
kila nikifanya mtihani testi na kuwa wa mwisho, kwa sasa nimejaribu kutafakari. Babu yangu hakusoma, bibi yangu hakusoma, nimeangalia hata kwa wajomba hakuna aliyesoma, nimeangalia hata kwa mashangazi hakuna aliyesoma, baba na mama ndo usiseme. Yaani mimi ni wa kwanza kwenye familia yetu kwenda shule. Kwa nilivyoona hata nikisoma haviingii, kwa hata mimi nataka tu niviache. Sasa baadaye nikagundua huyu mtu amehama, ametoka kwenye ramani yake. Nikasema simulaumu, ila nitamuombea kwa sababu ametoka kwenye ramani yake. Kufeli si kwamba wewe hujui, ila kuna kitu kiko kinakupoteza, ila kikikaa sawa utajua na utaendelea. Hebu mchapie Yesu makofi na vigeregere. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Nikagundua kilichokuwa kinamponza yule kijana ni historia ya familia yao. Historia ya familia yake alienda nayo darasani. Mwalimu anafundisha, yeye anaangalia baba hakusoma. Yaani yuko anaangalia ubaoni, hamuoni mwalimu, ila anaona nyuma, anaona historia. Sisi kwetu hakuna aliyesoma, kwa hiyo hata mimi sitafaulu. Mwalimu anaonekana anamtazama mwalimu, lakini macho yake ya rohoni yanatazama madhaifu ya kule nyuma. Hebu sema madhaifu yote yashindwe kwa jina la Yesu. Kataa roho za udhaifu katika jina la Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja, hebu nyosha mikono miwili juu. Hebu mchapie Yesu makofi na vigeregere. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie kitu. Historia ya maisha unaweza ukaitengeneza wewe. Hata kama kuna watu wengi kwenye ukoo wenu hawakuwahi kufanikiwa, lakini wewe ndiye utakayetengeneza historia, ili watoto wa ndugu zako na mabinamu na mashangazi na manini wajifunze kutoka kwako. Hebu mchapie Yesu makofi na vigeregere. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kila mtu ana baraka zake. Kila mtu ana baraka zake. Mimi huwa nawaambia, mimi sifichi, huwa nawaambia. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza asiendelee eti kwa sababu fulani, kwa sababu ya wazazi. Ukiyaweka chochote unachojitafakari kina nguvu. Kuna mwingine anaweza katafakari vitu ambavyo havina ubora, havijengi ubora wa maisha yake. Hivyo vitu navyo vitafakari vinaweza vikakuharibu, vikakuondoa kwenye kusudi. Sikiliza, tujifunze kwa Yesu. Ramani ya Yesu ilikuwa ni kuzaliwa, asurubiwe, apigwe, atemewe mate, afe pale msalabani ili sisi tuweze kufanyaje? Kuokolewa. Kama Yesu angeukwepa huo mpango, maana yake sisi tusingefanyaje? Tusingeokolewa. Kwa hiyo ramani yako ya maisha, ili uzifikie ndoto zako, lazima utashuka, utapanda na utaenda tambalale, baadaye utapanda, baadaye utashuka. Nina maana ya changamoto. Kuna wakati utaferi, lakini haina maana kwamba umeferi maisha. Yaani kile kitendo cha kuferi maana yake kinakuleta, Mungu anataka akutengeneze, utafakari, uongeze bidii. Mgeukie jirani yako mwambie ongeza bidii. Mwambie tena ongeza bidii. Haleluya. Ipo idara ya malaika ambao kazi yao ni kuangalia fulani kasi yake imepungua. Sasa kwa sababu kasi yake imepungua, ngoja apitie kwenye haka changamoto, kamtengeneze, ili atakapokuwa na bidii ya kukatatua na atakapokasirika kwamba sitaki kushindwa, aweze kuendelea na ramani yake, aweze kusonga mbele. Hebu mchapie Yesu makofi na vigeregere. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi mko mnanielewa?
Neno kuu la mkutano wetu linatoka kwenye kitabu gani? Isaya sura ya ngapi? Na mstari Isaya sura ya 45 na mstari wa 22 anasema, niangalieni mimi mkafanyeje? Niangalieni mimi mkafanyeje? Sasa kwa nini anasema niangalieni mimi? Ni kwa sababu watu wanaangalia vitu vingine. Nataka niwaambie siri iliyopo ndani ya yule Bartimayo kipofu. Yule Bartimayo alikuwa ni kipofu, haoni. Alikuwa ni kipofu.